Katika michuano ama katika mashindano ya BSS hatakuwa peke yetu, kulikuwa na wana kibao ambao tumekutana nao katika jiji la Mwanza, na mimi nikasema sio mbaya kama nikipata fursa nipige story na jamaa wangu. Mwanangu, njoo tupige story basi. Bana, inakuaje? Bana, safi kama kawaida. Kama kawaida, harakati zinasemaje? Harakati taratibu sana. Bana, mimi natokea Tarime, wewe unatokea wapi? Hii ngome inasoma Kagera Biharamulo, Tanzania. Bana, karibu Tarime. Asante sana. Tarime mimi napaelewa vizuri, nimechunga ngombe sana kule mimi. Unaijua kampuni ya Soya One Limited? Kampuni ya soya mimi kwanza tuseme kwa mfano. Mimi soya najua ni unga. Sasa kampuni sijajua ni kampuni ya unga au kampuni ya kutengeneza soya au sielewi. Sasa nakuelekeza. Umeona hii? Hii Soya One Limited yenye kauli mbiu kwamba jamii kwanza. Kwa maana kwamba Soya One Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na uchimbaji wa madini. Ukifika katika wilaya Tarime, miongoni mwa kampuni ambazo zinajihusisha na uchimbaji wa madini, lakini zimejikita zaidi katika kuhakikisha zinaisaidia jamii na kurudisha kwa jamii na kuhakikisha inasimama na jamii bega kwa bega katika kila jambo, ni pamoja na taasisi ya Soya One Limited. Unasikia mwanangu? Ndio. Kwa hiyo ukifika Tarime, ukisikia Soya One Limited, ujue umefika sehemu sahihi, na ni watu ambao wapo kwa ajili ya kusaidia watu na kuhakikisha watu wanakuwa katika maisha fresh. Umeelewa mwanangu? Bana, wewe umesema umetokea Kagera. Vipi, umebahatika kuingia huko ndani? Yani katika watu ambao wamebahatika kutoka, mmoja wapo ni mimi. Ni wewe? Umetolewa kwenye mashindano? Nimetolewa kwenye mashindano, lakini nimeenjoy sana. Mimi lengo langu tu ni kwa nitakao nifike Mwanza. Uzuri mimi nauli ya kutoka Kagera mpaka huku nimelipiwa. Kwa hiyo sina hasara, hata kama nimetoka, hata wasiponipa hata 100, mimi nitatembea, nitaenda, nitarudi, nauli nitakuwa nayo. Wewe unaweza kutembea? Mimi natembea. Mimi kama naweza kusafiri kwa mguu kutoka Bukoba hadi na Biharamulo huko Kagera huko. Yaani Bukoba, Biharamulo, Kagera kwa mguu. By foot babu. By foot. Na maana kutoka hapa Nyegezi kuja kufika mpaka Darajani, Kisesa wapi huko, Katoro wapi, Oili kule. Mimi nafika mapema tu kwa mguu. Kwa hiyo uko ndani wewe ulikuwa umeenda kufanya issue gani? Unaigiza, unaimba? Huko ndani mimi nimeenda kama muigizaji. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefanya vizuri sana. Nimefanya vizuri, watu wameenjoy sana, lakini nimechomoka. Lakini kwa ambao hawajui maana ya kutoka, nadhani watajua bado nimo kwenye mashindano. Lakini mimi kama msanii niliofanya hicho kitu, najua kabisa nimechomoka. Na kutoka kwangu pale, mimi tu nilipokuja kumuona mtu pale mmoja, mimi nahisi atakuwa amebakiko yeye. Yaani nimekuta mtu anaofanana na mimi, copyright ambao ni judge mwenyewe. Nani judge gani ambao unafanana naye wewe? Niliokuta nafanana naye huyu hapa. Nimekuja kujiangalia kipara changu na cha kwake na miwani, nikaja kugundua ni kama tunafanana. Umeona? Nani hapa nani unafanana naye? Unafanana na judge gani kati yao? Yaani hapo si wapo majaji 4. Mimi nimefanana na huyu Master J. Master J. Wewe umefanana na Master J. Copyright, yani kasoro tu weupe nadhani. Ila angekuwa mweusi ni mimi. Blaza. Wewe unafanana na Master J. Anafanana naye, nimemwambia. Kwa nini nafikiri naongelea hapa? Mimi nimemwambia hata kule nafanana na wewe. Akasema safi, nitakufuatilia. Sasa sijui atanipa nauli ya kurudi, sijui nitatembea kwa mguu, hapo sasa ndio sielewi. Wewe kuja kwenye mashindano ya BSS, kitu ambacho wewe umejifunza ni kitu gani? Mimi nilichojifunza kwenye mambo ya BSS, cha kwanza inahitaji userious. Halafu inahitaji usilete utani pale. Kama una kitu umepanga kwenda kufanya, lazima hicho kitu kirenge kwanza. Ukishamaliza kukirenga hicho kitu, ndio ufanye unavyotaka. Lakini mimi nimefika pale nikafanya ninavyotaka, alafu kile kitu nilicholenga nifanye sijakifanya. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu kanisaidia, nimechomoka salama. Kuna namna yoyote labda katika kujajiwa kwako majaji wamekuumiza? Majaji kwa kweli kwa jinsi walivyonijaji, nimewashukuru. Mmoja kaniambia bwana umejitahidi, endelea na bidii. Mwingine kaniambia bwana wewe taratibu ila umefanya vizuri. Mwingine ndo kafurahi sana. Halafu huyu mwingine ndo kaniambia wewe hamna kitu. Lakini kiangalia tunafanana naye. Sasa Master J huyo sasa. Master J. Kanikataa, wote wamekubali, lakini yale nikataa, nimeona kama tunafanana, yani kasoro weupe. Unaona? Basi poa mwanangu, mimi nikushukuru kwa time yako eti. Basi haina shida, mimi ni hapa naenda kupiga pombe zangu, naenda kulewa zangu. Pombe tena? Zangu. Wewe nauli unapigaje pombe? Sasa hapo ndipo unaponichanganya. Humu tuko watu karibia 300. Unaona? Kuna watu ambao bado hawajaperform na sasa hivi wako bao na kunywa. Kuone na kunywa nao. Simu. Ndio.
Kwa hiyo mimi nikifika pale tunakaa tunaenjoy, tunatulia. Kwa hapo ulipo simu nayo? Simu? Simu nayo. Sasa kama una simu unatembeaje kwa mguu? Sasa kwani simu unaweza ukatembea nayo kwa usafiri? Si unauza simu, unafanya nauli, unaenda zako unanuka gela. Hii simu uweze ukaiuza kwa Mwanza. Huu mji ndugu yangu umeendelea. Watu wana Main Phoenix wana Popo 5. Sasa hii simu utaiuzaje kwa Mwanza? Hebu muonyeshe kwanza mtazamaji kwanza hiyo simu yenyewe. Jamani, hii simu Mwanza unaweza kupata mteja. Yaani labda ni mpya. Waangalie wenye macho makali kama ni mpya au ni imeshatumika. Hii simu Mwanza uuzi, labda uibiwe. Wewe unaenda zako kulewa, alafu kimaliza unaanza zako safari ya kurudi Bukoba mdogo mdogo. Sasa kama Mungu amenisaidia nimetoka kwenye mashindano, kinachofuata ni nini? Kurudi Bukoba kwa mguu. Ni kurudi kwa mguu, na nikienda nimelewa nafika. Yani hebu ndio sijakuelewa. Yaani kumbe wewe unatakiwa uelewe ili ufike Bukoba. Ndio jibu lake sasa. Ndugu yangu hiyo ni kwa hiyo sasa tuseme kwamba wewe unaenda kuweka mafuta. Naenda kuweka wese oili. Yaani hapa natia konyagi, natia na kevanti nusu kwenye vichupa. Natembea nazo. Yaani ile ni kama mafuta, ile ni rami ndugu yangu. Watu jasho linatoka pale, ni kama ujanywa pale uweze toboa. Kwa hiyo ili utembee lazima utie wese ambao ni konyagi na kevanti juu. Bas, yaani inaitwaga mixe bayasi. Yaani ndio hivyo. Kwa hiyo hapa ndugu yangu mimi naomba niende, sema watu nilivyosema kwamba nashukuru Mungu nimetoka. Kuna watu waliosema ameshukuru Mungu au ndio imekuwaje? Anashukuru Mungu ametoka, na kati nitakiwa aseme Mungu kwa kweli acha kabisa, umenitoa kwenye mashindano umefanya. Lakini mimi yote kwa yote hapa mimi nikilichobaki hapa na kama kabuku tu. Nachukua zangu utawala hapo, nikipita kwa wale washiriki na kama watakuwa wameshaagiza tungi tunagonga mbele ya safari. Basi mimi nikutakie safari njema, kila laheri mwanangu, weke wese alafu tuanze zetu safari. Wewe mimi cha kukusisha mwisho. Nenda kaiambie kampuni yako hiyo, ni kampuni eti? Soya One Limited. Nenda kaiambie kampuni ya Soya Limited kwamba tarehe 17 mwezi wa 7 nakuja kutafuta kazi. Haina shida. Lakini sijaelewa. Ila usije kwa mguu na usiweke wese. Mimi nitakuja niko vizuri. Okay. Pombe nitazenywea huko kazini. Ila sasa sijaelewa. Unakuja na NIDA, unakuja na kitambulisho gani ili kusudi upewe kazi? Au unakuja mikono mitupu hivyo? Wewe tutaelekezana, usijali. Nitakupa maelekezo yote, wewe na amani. Hiyo kuisha. Shukrani sana kwa time yako ndugu yangu. Ulisema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Ramazani Muhamedi, jina alimaarufu Kagera nzima, Biaramuro nzima, Ramadi. Kuisha. Okay. Bwana, ukiachana na Ramadi unayemjua wewe, msanii wa Bongo Flava, tuna Ramadi msanii wa kuigiza ambaye anakuambia anaenda zake kuweka wese alafu aanze safari kwa mguu 1+1, yani kushoto na kulia mpaka mkoa wa Kagera. Yaise